after the Old Testament, in the New Testament, because of the cross, na sasa katika Agano Jipya kwa sababu ya msalaba, then his presence lives in us. basi uwepo wake unakaa ndani yetu. Sindio? Ndio. His presence lives in Uwepo us. wake unakaa ndani yetu. So we were created to be in his presence. Kwa hivyo tuliumbwa ili tudumu katika uwepo wake. We were not created to go to heaven, Hatukuumbwa tuende mbinguni, even though there is a place called heaven. ingawa kuna hiyo ahadi ya mahali panapoitwa mbinguni. Our destination Mwisho wetu ama hatima yetu should be, I want to live in the presence of God. ni uamue kwamba nataka kukaa katika uwepo wa Mungu. Because when I live in the presence of God, Maana wakati nakaa katika uwepo wa Mungu, that is where I experience all of his power. hapo ndipo ninahisi nguvu zake zote. All of his power is in the presence of God. Nguvu zake zimefichika katika uwepo wake. You know, when Christ was raised from the tomb, Unajua wakati Kristo alipofufuka kutoka katika kaburi, he told his disciples, all power aliambia wanafunzi wake nguvu zote na mamlaka, and all authority nguvu zote na mamlaka has been given to me. nimepewa mimi. And then what did he say? He Na said, akasema now tena go. akasema basi enendeni. So he didn't send them without anything. He sent them with the same power that he had. Kwa hivyo hakuwatuma bila chochote, aliwatuma kwa hizo nguvu ambazo walikuwa nazo. So what we see is God has wanted us to live in his presence Tunachokiona hapa ni kwamba Mungu alitamani tukae katika uwepo wake from the beginning, kutoka mwanzo wa maumbile, except for isipokuwa kwa Adam listened to the lie. Adam alichagua kusikiliza uongo. And if you know what the enemy does, the enemy always asks a question. Na ukijua jinsi adui anapokuja, adui huja kwa njia ya kuuliza swali. In Genesis, the question was, will you die if you eat this? Mwanzo swali lilikuwa, je, unaamini utakufa ukifanya hivyo? So there's always a question in our mind. Kwa hivyo siku zote kuna maswali katika mawazo yetu. And I realize that Christians have not learned to answer these questions from the enemy with scriptures. Na nimetambua kwamba Wakristo hawajajifunza kujibu maombi haya kupitia maandiko ya Biblia. When the enemy took Jesus to the mountaintop Wakati adui alipomchukua Yesu katika mlima juu and said, I will give you all of this, just worship me, na kumwambia nitakupa hivi vyote mradi unaniabudu, Jesus answered with scripture. Yesu alijibu kupitia maandiko. When he said, turn this stone into bread, Aliposema geuza mawe hawa yawe mkate, Jesus answered with scripture. Yesu alijibu kupitia maandiko. Jesus gave us the example that no matter what question the enemy puts in our mind, we answer with scripture. Yesu ametufunza haijalishi ni maswali gani ambao adui ameweka mawazoni kwetu, tunastahili kukimbilia kujibu kupitia neno lililoandikwa. So the scripture is what we base our faith on. Kwa hivyo Biblia ndipo tunapojengwa imani yetu. And faith is only faith until God shows us what he can do, and then it becomes knowing. Imani inakuwa imani wakati tunafuatilia kujua kile Mungu angetaka kufanya, basi hiyo inaleta kuelewa. Once he answers your prayer, you stop having faith. Wakati amejibu maombi yako, unaacha kuwa na imani. Because now you know. Maana sasa umefikia kwa kuelewa. So the next time you just say, I know God will provide. Sasa itakapokuja tena utasema tu ninajua Bwana atafanya. So we build our faith. Kwa hivyo tunajenga imani yetu. And we build our faith. Na tunajenga imani yetu. And we realize that the power that has created the earth is living inside of us. Na tunaelewa ya kwamba nguvu zilizofanya nchi ikawa, dunia ikawa, hizo nguvu bado zimejificha ndani yetu.
Do we realize that? Tushajua hiyo. You know, in John 17, Jesus talks about, I am waiting to be in your presence. Na unajua katika Yohana 17 Biblia inaongea kwamba Yesu akasema nataka niwe katika uwepo wako. I'm waiting to be in your presence as it was before the foundation of the earth. Na ngojea kuurudia utukufu wako kama ilivyokuwa kabla misingi ya dunia haijawekwa. So before the earth was, they were together in the presence of God. Kwa hivyo kabla dunia iwepo walikuwa pamoja katika uwepo wa Mungu. Did you know that we were also with God? Unajua je kama tulikuwa na Mungu kitambo hiyo? Because we were spirit. Maana tulikuwa katika roho. We were spirit. Tulikuwa katika roho. He didn't create spirit, he was spirit, and we were in him all the time. Hakuumba roho, tulikuwa roho, kwa hivyo tulikuwa ndani yake hata mwanzo ule. And we came to the earth at the appointed time. Tuliumbwa na kuonekana duniani katika muda na wakati uliofaa. For this time we came to the earth. Kwa wakati huo tulipoonekana duniani. You know, in the scriptures, unajua katika maandiko Lazarus came from the grave. Lazaro alitoka kaburini. But when he came from the grave, lakini alipotoka kaburini, he was wrapped in grave clothes. Alikuwa amefungwa na vitambaa vya mazishi. Because he was resurrected from the grave. Maana ametoka kaburini. So he was resurrected from the grave. Ndio ya kwanza kwamba aliweza kutoka kaburini. Jesus said he was sleeping. Yesu akasema amelala. And he said, come forth. Akasema aya toka, njoo. And then unwrap him. Akawaambia wafungueni hiyo sanda. And he was resurrected from the grave. Na hapo akafikia kufufuka kutoka katika kifo chake. Jesus was not resurrected from the grave. Yesu hakufufuliwa kutoka kwa kaburi. Why do I say that? Sasa nasema hivi kwa nini? Because Jesus went to hell. Maana Yesu alienda kuzimu. He defeated the devil. Akamshinda shetani. And he walked out of the grave and he left the grave clothes in the grave. Na akatoka kama gani? He left the grave clothes in the grave. Aliacha nguo za mazishi ama sanda yake katika kaburi. So he took his own grave clothes off because he was now the new man. Alijitoa nguo zake mwenyewe za kaburini maana alikuwa mtu mpya. He was not the old man. Hakuwa mtu yule wa zamani. He was the old man when he was born to Mary. He was the old man even though he was the son of God. Alikuwa na utu wa zamani alipozaliwa na Mariamu ingawa alikuwa na namna ya kuwa Mungu. Because he had to go through everything that we had to go through. Maana ilikuwa lazima apitie mambo yote tunayoyapitia. All of the trials. Na majaribu yote. All of the temptation. Na majaribu yote. Everything that he went through, chochote ambacho alipitia ndani yake, brought him to the grave. Kilimuleta kaburini. And there was not one single power that could keep him in the grave. Na hakuna nguvu hata moja ingeweza kumweka pale katika kaburi. Do you know why? Unajua kwa nini? He took two things to the grave. Alipeleka mambo mawili kaburini. First of all, Jesus is the way, the truth and the life. Ya kwanza kabisa Yesu ni njia, kweli na uzima. But in John it says Jesus was the Word. Lakini Yohana anasema Yesu ndiye neno. He was the Word of God. Yeye ndiye neno la Mungu. Jesus was the Word and Jesus was the one that created the earth. Yesu ni neno na Yesu ndiye aliyeumba dunia. Jesus went and defeated the enemy because he was the Word of God. Yesu alienda akamshinda adui kwa sababu yeye ni neno la Mungu. And he also took us with him. Na akabebana pamoja nasi. Because scripture says that we were resurrected with him. Na Biblia inasema tulifufuliwa pamoja na yeye. We died with him and we were resurrected with him. Tulikufa pamoja naye na tukafufuka pamoja naye. On the cross represents salvation. Pale msalabani, msalaba unasimamia wokovu.
but it also represents something else. na pia inasimamia jambo lingine. The thief on the left represents the enemy. The enemy. Adui. Because the question is, if you are who you say you are, take us down from the cross. Maana inasema basi kama wewe ndiye unayesema uliye, basi tutoe hapa msalabani. So the same question from Genesis. Swali tu lililokuwa katika Mwanzo. Same question asked on the cross. Swali hili likaulizwa tena msalabani kama. Same question from the mount. If you are the Christ, throw yourself down. Swali hilo tu kwa adui tena msalabani, kama wewe ni mwana wa Mungu. But then the other thief, lakini huyu mwalifu mwingine says, I see you. Akasema ninakuona. I see you the Christ. Naona wewe ni Kristo. I see the kingdom. Naona wewe una ufalme. I see the king. Naona mfalme ndani yako. And the king says, naye mfalme akajibu akasema, today usiku wa leo you will be with me utakuwa pamoja nami in paradise. katika paradiso. He did not say you must repent. Hakusema unastahili kutubu. He does not say you must kneel down. Hakusema unastahili kupiga magoti or pray ama uombe or go to church ama uende kanisani or sing ama uimbe or clap. ama upiga makofi. He didn't say anything. Hapo hakusema lolote la aina hiyo, Except ila today. Leo. And today means we will suffer for the next 6 hours. We will die together as we hang on this cross. Leo inamaanisha masaa 6 ambayo yamebaki tutakuwa na wewe hapa katika hii shida na lazima tutakufa. Imagine seeing the Christ on the cross and saying, I see you. Afikiria kumuona Kristo katika msalaba na kumwambia nimekujua. I see who you are and I see your kingdom. Nimetambua wewe ni nani na nimeona ufalme wako. Just to remember me. What does that mean? Wewe nikumbuke. What does it mean? Just remember me. Inamaanishaje kusema basi nikumbuke? He didn't ask for anything. He didn't even ask for forgiveness. Hakuuliza kitu kingine wala hata hakuuliza msamaha. Remember me. Nikumbuke. Have you ever wanted God to remember you? Ushafikiria ama kutamani Mungu akukumbuke? Just remember me. Kuomba ombi kama hili, nikumbuke. Remember that I recognize who you are. Ni Bwana nikumbuke maana nimetambua wewe ni nani. Remember that I'm not asking for anything. Kumbuka Bwana kwamba siombi chochote. You know, many times we go to the presence of God and we are always asking. Na unajua wakati mwingi tunaenda katika mbele ya uwepo wa Mungu na wakati mwingi tunatumia kwa kuuliza ama kuitisha. God is bringing us to a place that we come into His presence and we listen. Mungu atatufikisha mahali ya kwamba tukija katika uwepo wake tunasikiliza. So on the cross we now make the transition from a spiritual man and we are invited to become a divine man. Now we are back in the garden. Sasa basi katika msalaba huo tunabadilishwa kuwa kutoka mtu wa kawaida ama mtu wa kiroho ya kawaida, lakini mtu aliyeteuliwa ambaye ako na uwezo wa kurudishwa tena katika lile shamba. Because in the garden, maana katika lile shamba God would come and see them. Mungu alishuka na kuja kuwatembelea. And everything was okay in the garden. Na pale mambo katika shamba yalionekana yakiwa tu mazuri. And they were naked in the garden. Na ujue kwamba walikuwa uchi pale shambani. Until they were disobedient. Kabisa mpaka walipoasi. Disobedience, the only difference is disobedience and the knowledge of evil brings shame. Na pale uasi na kuelewa na mambo ya maovu yanaleta aibu. That's the only difference. Hiyo ndio tofauti. Disobedience and the knowledge of evil brings shame. Kutotii na kuelewa na mambo ya kishetani yanaleta aibu. So all of this is just an introduction to say, haya yote ni mwanzo wa kusema God is bringing us to a place. Mungu atatuleta mahali. Okay. Okay. We have been raised
from the dead with Christ. Tumefufuka pamoja na Kristo kutoka kwa wafu. The tomb was not a grave. Kaburi It was not a grave. The tutaiwekaje hiyo? tomb was not a grave. Sijui kaburi haikuwa kaburi. It was a womb. The tomb was a womb. Oh, okay. Tofauti ni kwamba the tomb inachukuliwa kwamba ni kama tumbo, mahali pa kupumzikia. Alafu kaburi ni mahali panapomaanisha kifo chenyewe. Because that's where the new man came from. Maana hapo ndipo mtu wa upya alitoka. So all of this now takes us to Ephesians. Sasa haya yote yanatupeleka mpaka Waefeso. And what we will find, na pale tutapata kwamba in Ephesians, Ephesians is in 3 different sections. Waefeso iko katika vifungu vitatu. The first chapter, close to the second chapter, is the sit section. Chapter ya kwanza kuelekea ya pili tutaiita chapter ya kukaa. Then the next section is about chapter 2 to chapter 4 and 5 is the walk section. Tukishikanisha chapter ya pili, ya tatu na ya nne tutaita chapter ya kutembea. And then the last section is the stand section. Na hiyo ingine ambayo chapter ambazo zimebaki tutaziita chapter za kusimama. So we find that the secret of the power of God's kingdom lies in the resurrection of the Lord Jesus Christ. Tutatambua ya kwamba nguvu za ufalme wa Mungu zimefichika katika kufufuka kwa Yesu. Or in the birth of the new man. Ama kuzaliwa kwa mtu mpya. And he was the first new man. They call him the second Adam. Ndiye wanayemuita Adamu wa pili. So he's the second Adam. Naye ni Adamu wa pili. And he defeated everything that the grave had to offer. Na akashinda lolote ambalo kaburi lilikuwa lilete. Because he was the Word. Maana alikuwa ndiye neno. And he also had us with him. Na akatuchukua pamoja na yeye. So that means if we understand properly, we have defeated the grave. Hiyo inamaanisha kama tutaelewa kabisa tumeshashinda kaburi. We have defeated the grave. Tumeshashinda kaburi. What's going to depend on if we defeat the grave is what we say. Basi hiyo itategemea kama tutakuwa tumeshinda kaburi, itategemea sisi tunasemaje kuhusiana na jambo hilo. Because what we say will show us how we are going to live. Maana kile ambacho tunasema kitaonyesha tutazidi kuishi namna gani. They say there is power in the tongue. Wanasema kuna nguvu katika ulimi. They say that if you speak good things, that good things will happen. Wanasema ujaposema mambo mema yatakutendekea. It's true, but you must believe these things. Ni kweli, lakini lazima uamini mambo haya. Jesus, after he came from the grave, Yesu baada ya kutoka kaburini, he spent 40 days with his disciples. Alitumia siku 40 na wanafunzi wake. And he talked about the kingdom. Na akawa anaongea sana juu ya ufalme. And what would he talk about the kingdom that he hadn't already told them in 3.5 years? Na anaongea ufalme ni kama hajawahi ongea na wao kwa miaka 3.5. What do you think he talked about the kingdom that he had not told them in 3.5 years that he was in ministry? Unafikiria kwa nini anatumia muda huu kuongea juu ya ufalme kuliko vile alivyotumia wakati wote ambapo ako katika huduma? What he talked about was what happened when he was in the grave. Kile ambacho anaongea ni kile kilifanyika wakati alikuwa kaburini. What he talked about was what he defeated while he was in the grave. Hicho ambacho anaongea juu ya kile alishinda wakati alikuwa pale kaburini. Because before he went to the cross, he talked about, let me tell you about my Father. Maana wakati ambapo alikuwa kabla hajaenda kwa kaburi, alikuwa anasema wacheni niwaambie juu ya baba yangu. But when he came out of the grave, he said, let me tell you about the authority and the power.
Na alipotoka kwa kaburi akageuza kuanza kuongea, wacheni niwaambie siri ya mamlaka and all authority. na nguvu na mamlaka yote, All authority. nguvu zote. We don't seem to understand. We have all authority. Ni kama nituelewi kwamba tuna mamlaka yote, All authority. tuna mamlaka yote, That we can speak to something and it will change. ya kwamba tunaweza kuzungumzia jambo na likabadilika. Do we believe that? Je, tunaamini hivyo? I don't think we do. Sijui kama tuko hivyo. I know in the US we don't believe the scriptures. Ninajua kule US imani kwa maandiko si sana vile. There are few that believe, but not many. Kuna wachache wanaoamini lakini si wengi. They believe that you should go to church. Wanaamini ndio ni vizuri kwenda kanisani. They believe that the scriptures, all the stories in the scriptures was for many years ago. Wengine wanafikiria kwamba maandiko haya ni kama ni ya nyakati zilizopita. But the scriptures were given Lakini for the body of Christ, for the church of Christ, neno hili lilipeanwa kwa sababu ya mwili wa Kristo, that it would grow and be strengthened, ili liweze kutukuza na kututia nguvu, and that it would become mature, na ili liweze kukomaa, and it would not be childish anymore. na hatutakuwa na utoto tena. When we were children, we think as children. Wakati tulikuwa watoto tulifikiria kama watoto. And it's also in the spirit. When we are spiritual children, we think as spiritual children. Na hivyo hata katika ulimwengu wa kiroho, wakati tulipo watoto wa kiroho tunafikiria kama watoto wa kiroho. But when we grow, then we know what the Father wants. Bali tunapokomaa tunajua mapenzi ya Baba yetu. And we go and we do it. Na tunaenda na tunayafanya. And that's what Jesus did. Jesus did what the Father wanted. Yesu alizidi kufanya vile Baba alipenda. So 40 days Jesus talks about what happened in the grave. Kwa siku 40 Yesu anaongea yale aliyotendeka katika kaburi. And how he obtained and defeated the enemy. He defeated the enemy and took all of the authority. Na vile alivyomshinda adui na akachukua mamlaka yote. If we can begin to understand, kama tutaanza kuelewa, the body of Christ mwili wa Kristo will become the most powerful tutageuka kuwa watu walio na nguvu zaidi, body on the face of the earth. mwili ulio na nguvu chini ya mbingu. The only thing that hinders the body of Christ, jambo ambalo linazuia mwili wa Kristo, is unity. ni umoja. Sindio? Ndio. If we have one God Kama tuna Mungu mmoja and one Holy Spirit na roho mmoja and we have one body, na tuna mwili mmoja, then why do we have so many deities? basi kwa nini tuna dini nyingi vile? Kwa nini? Nyingi. Kwa sababu kila mtu anataka yake. Nuru kilomo ni kwenda ile waya tena ile. Sindio? Tingo Everyone wants to have their own. kilo mwana kwenda kuita ni bwana yake. I like this and I like this and this is what I like. Napenda hii, napenda ikiwa hivi na hivi ndivyo napenda mambo yakiwa. But God wants us to like all of the word of God. Na lakini Mungu anapenda zote tukae kama neno la Bwana. So that we can now be in unity. Ili tuweze kuwa na ule mshikamano. So that when you look at me, Ya kwamba napokuangalia, you don't see a mzungu. nisione mzungu. Sindio? Sifunga macho alafu nisikie. Usikie kama unasikia mzungu. Kwa lali uno yetu Funga macho alafu nisikie. kwa lali anajaribu huyu ni mzungu. Mundu ni mzungu kweli. Mundu ni mzungu huyo. Haongei kama mzungu. He is not talking like a mzungu. Yeah. Ni mwenyeji. It's one of us. Yeah. Sasa huwezi kunisikia. You cannot hear me. Hauwezi kunisikia if you don't believe that God is in me. kama hauamini kwamba Mungu yuko ndani yangu.
if you look at me and you judge me, you can't hear what God is saying. Ukiniona na unihukumu, basi hutasikia Mungu akiongea ndani yako. So there is no unity. Hapo patakuwa hakuna umoja. So God wants unity and God wants maturity. Mungu anataka umoja na anataka tukomae. And then when we go to Ephesians, we see God when he was come from the grave and when he returned to the Father, it says we are seated with him in heavenly places. Tuendelee kuelewa, inasema wakati Bwana Mungu alitoka katika kaburi na akapaa kwenda kuwa na Baba, inasema tumeketi pamoja katika utukufu. So when you have a problem, Kwa hivyo kama uko na shida, I want you to remember, I am seated beside Christ in heavenly places. Let me look at this problem in that way. ukumbuke ya kwamba nimeketi pamoja na Kristo katika utukufu wa mbingu. Wacha niangalie tatizo hili kwa jicho hilo. Let me look at this and know what God would want Jesus to do. Wacha niangalie na nijue vile Yesu angependa kufanya. How would Jesus pray about this problem? Sasa shida hii Yesu angeiombea namna gani? Or would he let this problem be a disturbance for him? Ama angeachilia hii shida izidi kumsumbua? So we sit in heavenly places. Kwa hivyo tumeketi katika uwepo wa Mungu katika mbingu. It says in verse 9 of chapter 1 Ephesians, it says, Kifungu cha kwanza mstari wa 9 inasema, having made known to us the mystery of his will. akiwa ameshatufunulia mapenzi yake. The mystery of his will. Akiwa ametufunulia siri ya mapenzi yake. This is what he told his disciples. Na hivi ndivyo anavyoambia wanafunzi wake. The mystery. Ya kwamba siri. He doesn't tell everyone the mystery of his will unless you are very close to him. Aambii watu wengine siri ya mapenzi yake isipokuwa mimi na wewe tuwe karibu na yeye. And it says according to his good pleasure. Na anasema kwa mapenzi yake mwenyewe, which he has purposed in himself. Na yale aliyoamua ndani yake. In himself. He has decided in himself. Ameshaamua ndani yake. You know there was another man in the scriptures that decided in himself. Unajua kuna mtu mwingine katika Biblia aliyeamua yeye mwenyewe. Daniel decided in himself. Danieli akajiamulia mwenyewe. Danieli akasema, I will not eat what the king is providing for me to eat. Sitakula kile ambacho mfalme anapeana kwa tule. I will be faithful to my God. Nitakuwa mwaminifu kwa Mungu wangu. I will only eat what my God tells me to eat. Nitakula tu kile ambacho Bwana Mungu wangu amenikubalia kula. And he had favor. Na akapata kipendeleo. And he was allowed for 10 days to eat what his God allowed him to na akapewa muda wa siku 10 ya majaribio kwamba jambo hili lingetendeka. And within 10 days, 10. Na zilipoisha siku 10, hizo 10, not weeks, not months, not years, si miezi, si miaka, he became stronger, akaonekana kuwa mwenye nguvu, more handsome, kuonekana mzuri, alipendeza, akapendeza, he was very handsome, akawa amependeza, and he was smarter than everyone in the land, na alionekana wa kupendeza kuliko watu wote waliokuwa mahali kule. So God honored him because he purposed in his heart. Mungu akamtiisha kwa sababu yeye mwenyewe aliamua haya kutoka katika moyo wake mwenyewe. Will God not honor Christ because he purposed in his heart? Je, Mungu atampa heshima Yesu kwa sababu Yesu mwenyewe aliamua kutoka moyoni mwake To share mysteries. Kutoa ama kuelezea mambo haya ya siri. Mysteries of guidance. Where should I go? What should I say? Who should I meet? Siri ya mwongozo, nitakaa wapi, nitakutana na nani?
And verse 10 says that in the dispensational, in the fullness of times, Na 10 inasema wakati ulipokamilika, that he might gather together in one all things in Christ. ili wakati utakapotimilika akusanye vyote ndani ya Kristo. In the fullness of times, Katika wakati uliokubalika, he is going to gather together atakusanya vyote, everything vyote in Christ. ndani ya Kristo. And it says both which are in heaven Anasema vyote vilivyo mbinguni and which are in earth. na vile vilivyo duniani. You know, we say the prayer from Matthew, it says, Our Heavenly Father. Tunaomba maombi yaliyo katika Mathayo, Baba yetu uliyo mbinguni. It says, Thy will be done Mapenzi yako yatendeke on earth hapa duniani as it is in heaven. kama ilivyo mbinguni. But it really should be, Thy will be done in this earth. Lakini maombi yenyewe ni mapenzi yako yafanyike katika dunia hii. In this earth. Katika dunia hii. The word of God is a seed. Neno la Bwana ni mbegu. When the word of God falls in this earth, it should grow. Wakati neno la Bwana linaangukia dunia hii, linastahili kumea. It should grow. Linastahili limee. You know, there's a parable of the good soil and the stony soil and the soil with the thorns. Unajua kuna mifano inayoelezea mchanga mzuri, mchanga wenye mawe, mchanga wenye miiba. It's talking about things in our life that we need to take care of. Haya yote ni mambo yaliyo katika maisha yetu ambayo tunastahili kulinda. We can hear the word, but if there is bitterness in our heart, we can't plant the word of God in us. Tunaweza kusikia neno, lakini kama kuna uchungu moyoni mwetu, mbegu hiyo iweze kumea. If there is stubbornness in us, we cannot receive the word of God. It cannot grow in us. Kama tumekuwa wagumu, mbegu ya Mungu iweze kupata nafasi ndani yetu. The thorns represent curses that we have inherited from our parents. Miiba imesimamia laana tulizopokea kutoka kwa wazazi wetu. If we don't deal with some of these things, the word of God in us is not going to bring us into the fullness of time. Kama hatutafanyia kazi mambo haya, labda neno la Mungu wakati unaotakikana haitaweza kumea. There must be things in our life that we must clean out ourselves. Lazima kuna baadhi ya mambo ndani yetu lazima tuyashughulikie wenyewe. We must look at ourselves and we must lazima tupalilia mchanga yetu wenyewe. Ourselves, we must dig our own ground. Lazima tujipalilie mashamba ya mioyo yetu wenyewe. That we can allow the word of God to be planted in our hearts. Ili tukubalie neno la Mungu lipate nafasi ya kupandika katika mioyo yetu. Because God wants His word to be planted and to become strong. Maana neno la Mungu linataka tuweze kupandika na tuwe watu wenye nguvu. Strong enough that we become one in Christ. Yaani tukiwa na nguvu ili mwishowe tuwe mmoja katika Kristo. Imagine all people of God from every denomination, they just forget their denomination and they love each other and they love God. Hebu fikiria wakati mmoja watu wote wa dini wakasahau dini zao na wakawa wamoja katika Mungu. Imagine what Christianity could look like if there was unity. Hebu angalia Ukristo ungekuwaje kama kungekuwa na huo umoja. You know, there's religions around the world that there's unity. Najua kuna baadhi ya dini katika ulimwengu ambapo kuna umoja huo. The Islam, there's unity. Katika Waislamu wana umoja wao. They are very strict on learning their religion. Wamesimama misimamo ya kusoma dini yao. Are we as strict to teach our children about our faith and our belief in God? Je, sisi tumejitolea hata kuwafunza watoto wetu juu ya imani yetu? Are we strict to teach them how to pray? Tumejitolea kuwafunza jinsi ya kuomba?
The scripture says, teach a child the way it should go. Biblia inasema mfunze mtoto njia ambazo atakaofuatia. And when it's old, it will not leave from that teaching. Na atakapokuwa mzee hataziache zile njia. That does not only mean good manners. Hiyo imaanishi kuwafunza tu tabia nzuri. That also means you must teach them what it's like to be in the presence of God. Unastahili hata kuwafunza ni nini kinamaanisha kuwa katika uwepo wa Mungu. If you are sitting in heavenly places, you must teach them this is the presence of God. Kama umejiweka katika uwepo wa Mungu katika mbingu, pia unastahili kuwafunza hapa tulipo ni wapi katika uwepo wa Mungu. Child, can you feel that in your spirit? Can you feel that? Unafika mahali unamuuliza, mwanangu, unasikia huo uwepo ndani yako? Now you are sitting in heavenly places with me. Na sasa tunakaa katika uwepo wa mbinguni pamoja nami. We are in the presence of God. Tuko katika uwepo wa Mungu. Learn the presence of God. Jifunze uwepo wa Mungu. Learn so that this is the presence and the power that you walk through and from. Jifunze kwamba hizi ndizo nguvu ambazo unatembelea na kuishi ndani yake. In the business world, we fight for power. Katika ulimwengu wa kibiashara tunapigania nguvu. We fight for status. Tunapigania majina ama kutambulika. But in Christianity, we should be going into the presence of God. Lakini katika njia ya Ukristo tunastahili kuzama ndani ya mapenzi au uwepo wa Mungu. Because when we are in his presence, maana wakati tuko katika uwepo wake, he fights for us. Anatupigania. He makes a way for us. Anatengeneza njia kwa ajili yetu. Then he will set a table of our enemies in front of us. Na hapo ataweka meza mbele za adui zetu. Then he will be the one. Na atakuwa ni yeye. And we rest in him. Na tutapata pumziko ndani yake. Because he is the one that is fighting. Maana ndiye anayepigana. In verse 17 of chapter 1 it says, mstari wa 17 katika kifungu cha kwanza inasema, let me go verse 16, it says, cease not to give thanks for you. Kuanzia mstari wa 16 anasema, siachi kumshukuru Mungu kwa ajili yenu, making mention of you in my prayers, nikiwataja sana katika maombi yangu, that the God of our Lord Jesus Christ, kwamba Mungu Bwana wetu Yesu Kristo, the Father of glory, Baba wa utukufu, may give unto you the spirit of wisdom, atawapeni nyinyi roho ya hekima and revelation, na ufunuo, and in the knowledge of him. Na kumjua yeye. If you look in Proverbs, ukiangalia katika Methali, you will find that it refers to wisdom, utajua inaongelelea juu ya hekima as she or her. Kama look binti. for her, look for wisdom, look for her. Mwangalie kama binti, mwangalie, mtafute. In Proverbs they talk about wisdom and they talk about look for her, seek for her. Katika Methali inasema mtafute. So that tells me that wisdom is a person. Kwa hivyo ni kama inaniletea kuelewa hekima ni mtu. And you can have a relationship with wisdom. Na unaweza kuwa na uhusiano mzuri na hekima. You can get to know wisdom. Unaweza kujiweka kuelewa hekima. You can walk with wisdom. Unaweza kutembea pamoja na hekima. You can talk with wisdom. Unaweza kuongea kwa hekima. Wisdom can talk to you. Na hekima inaweza kukuzungumzia. So in Proverbs it talks about looking for her, talking to her, seeking for her. Methali inasema kuongea naye, kumtafuta, kuwa na uhusiano na yeye. And here it says, na hapa inasema that you may have that we may receive the spirit of wisdom, ili tupokee roho ya hekima and revelation, na ufunuo, in the knowledge of him. kuzidi kumjua yeye.
And the best way to have knowledge of him is not to know about him, but to know him. Na jambo hili si kujua kumuhusu, lakini kumjua yeye. How much time do preachers spend in prayer every day? Ni wakati gani ama ni kipimo cha wakati upi ambapo wahudumu ama wahubiri hutumia katika maombi? Does anyone have an idea? Maybe it's different here in Kenya. Maybe it's different. Labda iko tofauti hapa Kenya, labda. There's a survey that is it on again? There's a survey in the US that says most pastors of all denominations, not just Christians, pastors of every denomination. Kuna survey imefanywa kuonekana kwamba wahudumu wote wa dini zote, that pastors spend 5 minutes in prayer. Kwamba wahudumu hutumia dakika 5 kwa maombi. Yeah. Can you imagine? Hapo ufikiria jambo hilo. This is not just Christian pastors, it's all denominations. Wanasema wahudumu wote wa madhehebu yote. How successful is a pastor with 5 minutes? Sasa utaweza kufanikiwaje kwa dakika 5? The presence of God for 5 minutes. Yaani kujiweka kwa uwepo wa Mungu kwa dakika 5. You know, when God said to Moses, come to the mountain. Unajua Mungu alipomuita Musa kusema njoo mlimani, Moses went to the mountain. Hiyo Mose alipanda katika mlima. And you can imagine, he gets to the mountain, he's praising God and he's praising and worshiping and worshiping and worshiping and singing and dancing and fikiria kama angekuwa anafanya jambo hili, kuabudu, kuimba, kutukuza. And then alafu after about 30 minutes or an hour and a half, he's finished. Baada ya dakika 30, lisaa, nusu saa, amemaliza kila kitu. And what does God do? Naye Mungu atafanyaje? God waits for 6.5 more days. Mungu anaweza pengine akae kwa siku 6.5. And God is silent. Na pengine Mungu awe amenyamaza. Because God wanted 6.5 or 7 days for Moses to clear all the takataka of the children of Israel from his thinking. Maana Mungu alitamani siku 6.5 kwa Musa kutakazwa kutoka kwa takataka na mambo ambayo anafikiria kuhusiana na yeye na wana wa Israeli. Yeah, the children they are complaining, I don't like the food. We have Amewaacha no watu water. kule wakilalamika, Why are we in the chakula, kwa nini tuko kwa jangwa? I want to go to Egypt, they have onions and garlic. Heri ningekuwa kule Misri mahali kuna vitunguu. So he had to all of that out of his thinking. Yaani alikuwa na mambo haya amebeba, alikuwa lazima angeyatoa kwanza. To get to a place where there's nothing is going through his mind. Ifikie mahali ya kwamba hakuna chochote kinachomsumbua katika mawazo. His mind is only thinking, what is God going to tell me? Mawazo yake yakajawe pekee sasa kutarajia, je, Mungu alikuwa anataka au aseme nini na mimi? Not what is Aaron doing? Si nikiwa hapa sasa Aroni anaendeleaje kule chini? Is Aaron going to make another golden calf? Je, Aroni atasawishiwa nao watengenezee What's he Mungu doing? No, kingine? just forget everything. Alihitajika kusahau yale. And then God talks with him. Ili pafikie mahali Mungu naye aongee na yeye. God got so close with Moses. Mungu aliamua kumkaribia Musa sana. That when Moses came back to the people, ya kwamba Musa sasa aliporudi kwa watu, he was shining. Alikuwa anaangaza. He was shining with the presence of God. Alikuwa anaangaza kwa uwepo wa Mungu. The presence had filled him. Uwepo ulikuwa umemjaa. It filled him until he was just shining as he is walking. Ikamjaa, akawa anaangaza hata anaposhuka kuja kwa watu. Is that not the place that we want to be? Je, hapo sipo mahali ambapo tunatamani kuwa? This is what Ephesians talks about.
Haya ndiyo Efeso inaongea. We are seated in heavenly places. Tumekaa katika uwepo wa Mungu mbinguni. We forget about all of the things that's going on. Tukiyasahau na kuyaacha mambo ambayo yanaendelea. We only want to hear what God has to say. Pakiwa kujichagulia kusikiliza kile ambacho Mungu anataka kusema. And when God pours His Spirit into us, na wakati Mungu anapomwaga roho wake kwetu, we just shine with His glory. Yani tunaangazwa kwa utukufu wake. Verse 18 says, mstari wa 18 unasema, the eyes of your understanding being enlightened, macho ya kuelewa kwenu yakifunguliwa, that ye may know what is the hope of His calling, tukijua matumaini ya wito huu, and what is the riches of the glory of His inheritance, na utajiri wa urithi ulio ndani yake, in the saints, katikati ya wapendwa. The eyes of our understanding, macho ya kuelewa kwetu, to be opened, yakafunuliwe, so that we can see things that we could never see as the old man. Tukayaone mambo ambayo hatungeyaona katika utu wetu wa kale. The old man can't see things. Mtu wa kale hawezi kuyaona mambo. The old man can read scriptures but can't see anything. Mtu wa kale anaweza kusoma mistari hii asione chochote. But the new man in Christ, lakini mtu mpya ndani ya Kristo, the new man that is filled with Christ, mtu ambaye amejawa na Kristo, that's the one that begins to see these things. Huyo ndiye anayeanza kuyaona mambo haya. That's the one that begins to understand these things. Huyo ndiye anaanza kuyaelewa mambo haya. That they can move and understand the way that things should be. Yani wakiendelea wanapata kuelewa vile mambo yalihitaji kwenda. That we may know what is the hope of His calling, ili tuyajue matumaini ya wito huu, and what is the riches of the glory of His inheritance, na utajiri wa utukufu wa urithi wake. There's a scripture that says He has given us the heathen for our inheritance. Kuna maandiko yanasema ametupa mataifa wawe urithi wetu. Why would He give us the heathen for our inheritance? Basi kwa nini atupatie watu wa mataifa wawe urithi wetu? Why would He give us the heathen for our inheritance? Kwa nini atupe mataifa wawe urithi wetu? Do you know the more that you testify of God's goodness, unajua vile unavyoendelea kutoa ushuhuda juu ya ukuu wa Mungu, the more you testify of the revelation that He's giving you, vile unavyotoa ushuhuda ya ufunuo ambao amekupa, the more that you draw people into the presence of God, zaidi vile unavyowavuta watu katika uwepo wa Mungu. You have the heathen for your inheritance, not to get them saved. Haupati urithi kwa mataifa kwa kuwafanya waokoke, but to bring them into the presence of God. Lakini ni urithi kwa sababu una nguvu ya kuwaleta katika uwepo wa Mungu. If you cannot take someone and show them some place that you have never been, kama una uwezo wa kuchukua watu, you cannot take them to a place you have never been. Hauwezi kuwachukua watu wapeleke mahali ambapo haujawahi fika ama haujawahi kuwa. So we invite people, come to church. Kwa hivyo tunawaalika watu, njooni kanisani. We should invite them, come and join me in the presence of God. Ni kama kusema njooni tukawe pamoja katika uwepo wa Mungu. Come and join me in God's presence. Yaani njooni tuingie katika uwepo wa Mungu. And they say, but my life is not clean. Na wanasema mimi si mtakatifu. It's okay. Anasema ndio, hakuna shida. You can say there was a thief on the cross. Unaweza kuwaambia kulikuwa mwizi msalabani.
He said his life wasn't clean Na either. akasema yeye si mtakatifu tu, He was a thief, alikuwa mwizi, but he saw Christ, lakini alimuona Kristo, and Christ saw him, na Kristo naye akamuona, and Christ invited him into na the Kristo presence. akamwalika katika uwepo wake. Christ invited him back. Yaani Kristo akamwalika tena nyumbani. So don't worry about if your life isn't Hivyo okay. usijali kwamba maisha yako hayajakuwa mema. Christ invited a thief Kristo into paradise. anatualika tena katika uwepo wake. Yeah, Christ said, come to paradise with me. Kristo akamwambia leo karibu tutakuwa na wewe katika paradiso. So encourage them to come into the presence of Kwa God. hivyo zaidi watie moyo waje katika ufalme huu. Where are you going? I'm just going over here with the mwenzangu. We are going to the presence of God. Unaenda wapi? Mimi na mwenzangu tunaenda katika uwepo wa Mungu. Come with us. Let's go to the presence Kama of God. itawezekana kuja pamoja nasi, Yeah, let's tunaingia go katika to the uwepo wa presence Mungu. of God. Tuingie katika uwepo wa Mungu. How do you get there? I have it here with me. I'm just taking it, and we are going to be in unity. Unasema tutaingiaje pale? Unasema kwanza niko nayo. And where Sasa there is ninaingia many, pale tukashikanishe tuwe katika uwepo mmoja. where there is many of us, there will be more of the presence Na of God. pale vile tulivyo wengi ndivyo Yeah. uwepo wa Mungu ulivyo mwingi. Come to the presence of God. Njoo katika uwepo wa Mungu. Come up and sit in heavenly places. Njoo tukakae mahali pa mbingu. Yeah, come and sit with us in the presence Njoo of God. tupate mahali pa kukaa katika uwepo wa Change Mungu. your thinking. Change the way you think. Badilisha mawazo yako, badilisha vile unavyowaza. Begin to take that authority that was given. Anza kuyatumia yale mamlaka ambayo tayari You yameshapeana. were given authority. Ushapewa mamlaka. Take the authority. Chukua mamlaka yale. Welcome. Come to the presence of Yatumie God. kualika watu katika uwepo wa Mungu. Come into His presence and be healed. Mkiwaambia njooni muone mahali pa uponyaji. Peter and John at the gate, beautiful. Petero na Yohana katika mlango ulioitwa mzuri. They changed the lame man's thinking. Walibadilisha mawazo ya kiwete yule. And lame, the meaning of lame in this scripture Na maana ya huo ulemavu katika maandiko is motherland. Motherland. ni kikao cha Or in other words, tradition. yaani ni itikadi ama mazoea. So tradition was what made the lame man lame. Itikadi ama mazoea ndiyo yalikuwa yamemshika yule mlemavu. And the lame man looks at Peter and John because they were dressed nice, they were sharp, they were apostles. Akiwaangalia na ni maapostoli, lazima walikuwa wamevaa vizuri, walikaa Yeah, vizuri. they are sharp, we are apostles, we are just... Yaani ukiwaangalia unawaona tu ni wazuri vile wanavyotembea. And they are looking, okay, Yaani ukiwaangalia wako sawa. I'm looking for silver, gold. Naye huyu anatafuta dhahabu na fedha. He didn't say silver, gold, but Peter and John there, we look sharp, he's looking for silver and gold. Pengine hakusema leteni fedha na dhahabu, lakini Petero akimwangalia anaona anatuangalia, anaona tunakaa dhahabu na fedha. So then, what do they say? Kwa hivyo wakamwambia, Silver and gold I have none. dhahabu na fedha hatuna. I don't have any. Sina chochote. But Lakini what I have, kile ambacho nilicho nacho I give you. ndicho nitakachokupa. With the right hand, Kwa mkono wa kuume which means authority. ambao inamaanisha mamlaka. So with the authority that they had, Kwa hivyo kwa kutumia mamlaka they waliokuwa nayo reached and they stood him on his feet. wakamfikia na kumuinua asimame kwa miguu yake. And immediately Na pale pale his feet got strong. miguu yake ikawa na nguvu. Yeah. So Ndio. they gave him what they had, which was healing. Hivyo walimpatia walichokuwa nacho ambacho ni So uponyaji. you all have healing Kwa inside hivyo of you. nyinyi nyote mna uponyaji ndani yenu, You can heal basi ina uwezo wa kuponya. because the lame man who had been lame his whole life, Kwa sababu huyu mlemavu aliyekuwa na hali yake kutoka kuzaliwa, what did he do? angefanya nini? He ran Akakimbia and no one showed him how to run. na hakuna mtu alimuonyesha jinsi mtu akiinuka anakimbianga. And he jumped. Akaruka
And he was praising God. na akamtukuza Mungu, And everyone is saying, who is this man? na watu wakashangaa kuulizana, mtu huyu ni nani? Because they didn't recognize him because he had feet. Maana kwa wakati huu hakuonekana kama yule mlemavu. And he's running and jumping and praising God. He even was almost to enter in the synagogue before Peter and John. Ndiye huyo anaruka huko anatukuza ama labda alikimbia hata akapita hao ambao walimsaidia kina Petero. But they gave him what they had. Lakini hapa ni kwamba walimpatia chote ambacho walikuwa nacho. Because what they had was what Christ gave them. Maana kile walicho nacho ni kile ambacho Kristo alikuwa amewapa. All authority, mamlaka yote, all healing, nguvu za kuponya, all understanding. kuelewa. The scripture says that the Holy Spirit will teach you in all things. Neno linasema Roho Mtakatifu atakapokuja atawafunza mambo yote. Trust me. Niamini. The Holy Spirit will teach you in all things. Roho Mtakatifu atakufunza mambo yote. I know you don't think that I work, but at home I do some work. Mnafikiria sifanyangi kazi, lakini nyumbani nafanya kazi. And some days I'm working on things that it takes two people to do. It's very heavy and it takes two people. Na wakati mwingine nafanya kazi na vitu ambavyo vinahitaji watu wawili wafanye kazi. Kwa hivyo mimi naifanya mwenyewe. But I ask the Holy Spirit. Lakini hata hapo namuuliza Roho Mtakatifu. I'm telling you the truth. I ask the Holy Nakwambia Spirit, ukweli. I say, Namuuliza Roho Mtakatifu, show me how to lift this thing and to move it from here to there. hata hapa nisaidie jinsi ya kuinua hiki kitu kutoka hapa mpaka pale. Because I'm by myself. Maana hapa niko peke yangu. And I'm an old man. Na mimi ni mzee ukiniangalia. Yeah. But don't judge me as an old man. Lakini bado usiniangalie na mzee sana. Yeah, still there sana. And the Holy Spirit shows me what I can do. Na Roho Mtakatifu ananionyesha vile nastahili kufanya. Move it like this and turn it like this. Ishongeze hivi, He shows me and I move it. Na ninakuta ya kwamba ishasonga. And I have moved things by myself. Na nimejikuta nimesongesha vitu mimi That mwenyewe. should have two people. Ambavyo vilihitaji watu Because wawili. he has honored me. Kwa maana ameniheshimisha. And I have said I cannot complete this work unless you help me. Na nishamwambia hii kazi siwezi isipokuwa unisaidie. I know that God through the Holy Spirit will teach us all things. Najua Mungu kupitia Roho Mtakatifu atatufunza mambo yote. And this is what Daniel did. Na He submitted. Hivi ndivyo Daniel alifanya. Alinyenyekea. And in 10 days he was taught things about science. Na kwa siku 10 akafunzwa mambo kuhusiana na sayansi. He was taught things about the stars and the universe. Akaelewa, akafunzwa juu ya maumbile katika anga, nyota na vitu vilivyomo. Because in his heart he said, maana katika moyo wake alisema, I will not eat what the king wants me. Sitakula kile ambacho mfalme anataka nile. I think we are on time, 11:40. Nafikiria tuko kwa wakati. So we will just stop there and we will just pick up after lunch. Na mimi tutafika pale, tutaweza kuyarudia baada ya chakula baada ya chai. So we'll just leave it at that. Acha tufike hapo. Let me just pray and then you can be free or I can turn it over. Acha niombe, labda mtakuwa huru ama nitarudishia mwenye kuendelesha programu. Heavenly Father, I just thank you for this simple word that you have given. Baba, nashukuru kwa neno hili rahisi ambalo umetupa. Thank you, Lord, for speaking in me and through me. Asante kwa kunitumia na kuzungumza. Translate every word that I said. Bwana, nifafanue neno lolote ambalo nimesema.
so that it touches the hearts the way that you want their hearts to be touched. ili liguze mioyo kama vile ulivyokusudia kufanya, That you can speak to everyone. ili wewe ukaonekane kuongea na kila mmoja wetu, That you draw them to yourself, ya kwamba utazidi kuwaleta karibu na wewe, into your likeness and into your image.